Mama tulimpata ameuawa, amelazwa pale. Baadaye kuingia na ndani tukamkuta mzee amelazwa kwa kitanda akiwa na jeraha la kichwa. Naye mama pia alikuwa na jeraha la kichwa. Anaitwa David Karanja. Mimi ni mwenyeji wa shamba hili la Muthaiga. Na nimekaa kwa muda sababu kusema ukweli mimi ni kama nimelelewa hapa. Na huyu mzee ambaye ni Joseph Kihiti, mke wangu ni babake mdogo. Kwa hivyo ni stepfather wa mke wangu. Na wakati ripoti ilifika ya kwamba huyo kijana ambaye alikuja akajua ya kwamba mzee haonekani, alienda kwa jirani. Wakati aliita jirani, nao akamwambia pana, sababu kuna mmoja wa jamii hii hapa, wakuje wamuite kwanza, wasikuje peke yao. Wakati mke wangu alipoitwa akuje ndio waweze kuelezea, waweze kuwa company wale majirani. Baba mmoja ni mzee wa nyumba 10 na majirani hapa karibu. Waliwauliza kama wameshamuona mzee kwa muda. Wakasema hata hawa siku kama 2 hawajamuona. Kwa hivyo wakawa na shaka kwa sababu kijana huyo kubeba mzee kumpeleka kanisani, wakati alikuja asubuhi akakuta geti limefungwa. Akakuja jioni, akagoja simu ya mzee akakosa, akakuja mpaka hapa. Akaona ng'ombe haziko kwa zizi, mahali mzee huweka zizi, na akaona njaa iko hapa nje, akakuwa suspicious na simu yake mzee haishikiki. Kwa hivyo akaenda kwa majirani, na majirani wakasema mke wangu aitwe. Kwa hivyo nikajulishwa ya kwamba ile matukio ambayo inaendelea hapa, na mimi nikakuja. Wakati nilifika, nilikuta tayari chifu ameshafika na tayari wamegundua ya kwamba mzee na mama wameuawa. Na mimi pia nikaingia. Mke alikuwa amegongewa pale nje, alafu ameingizwa kwa nyumba, amewekwa juu ya kiti, na mzee na yeye ameuawa kule ndani kama amelazwa tu hapa mwisho at the edge of the bed pale tu mwisho hapo, na alikuwa bado amevalia mavazi ile alikuwa ameshinda naye. Ni viatu tu alikuwa hana. Tunaona ya kwamba ni kama wale wakora waliwapata wakati tu watu waanza kujitayarisha kwa kutengeneza sapa, sababu wakati tulijaribu kuchunguza tuliona hata alikuwa hajakamua. Kwa hivyo wakati tu alifunga gate na labda akaenda kujitayarisha ndio akakamue, ule muuaji ndio waliwaingilia. Sababu mlango ulikuwa hujafungwa na hata kulikuwa kuna tayarisho jikoni kutayarisha kitu cha kukula. Kwa hivyo na sisi tukafikiria labda ameuawa on Saturday sababu tulijua on Sunday. Lakini wakati tuliingia kwa nyumba tukakuta ya kwamba kuna uvundo. Tukaanza kujiuliza inaweza kuwa aliuawa jana, lakini hatukuwa na jambo lolote ya kufikiria labda aliuawa on Friday. Lakini mtu wa maziwa mwenye huwa anachukua maziwa pale barabarani, kawaida mzee huwa anatoa maziwa pale barabarani, gari inakuja inachukua. Ndio alitueleza ya kwamba alipata maziwa on Friday asubuhi, lakini on Saturday hakupata na Sunday hakupata. Ndio tukagundua kumbe mzee aliuawa on Friday. Kwa majina yangu naitwa David Mbogu wa Kihiti. Mimi ni kijana wa marehemu mzee Joseph Kihiti Ndegwa. Hii boma yetu ilikuwa tu na baba na wa stepmother. Haina mtu mwingine. So venye wamekufa sasa hii boma haina mtu mwingine. Lakini postmortem ilifanywa jana. Ikasema ilifanywa jana, matokeo ikasema wote waliuawa na kugongwa na kifaa butu. Waligongwa kichwa. Tuliambiwa mzee aligongwa kichwa. Pia madhe aligongwa kichwa hii side na akavunjwa bega na mkono. So reason ya kifo chao ni head injury. Hakuna kitu kimeibiwa kwa hii nyumba. Ile kitu yenye nimejaribu kutafuta tangu jana na sijapata ni simu zao. Na tulikuwa tumepata shoka. Shoka lenye watumia kuwagonga tuliona kwa choo. So tukajulisha DCI, wakatuambia tufunge hiyo choo, watakuja kuretrieve. Wenyewe so hawajakuja. Shoka ni shoka. Axe. Lile linadaiwa kufanya mauaji. Ndugu yangu kuna my nephew alienda akamulika, akaliona, akatujulisha, tumejulisha DCI. Walikuwa wametuambia tufunge hiyo choo mpaka wakuje. So far sijajua wanakuja saa ngapi, wanakuja lini. Walijulishwa on Monday, wao ndio wakaauthorize hiyo choo ifungwe. So far hawajakuja. Maybe watakuja, tunawasubiri tu. Askari walikuja, wamekuja siku 2.
wamekuja wakachukua the required evidence, wakafanya ile mambo yenye inaweza wasaidia kwa uchunguzi. Alafu sasa wakatupea go ahead, wakasema now they have done enough, now we can clean the house na tuanze kutumia kwa sababu ya maandalizi ya mazishi. Sasa hiyo inaoneshana kwa sababu hiyo weapon ambayo ilirudi kujulikana baadaye, inaonekana hiyo ndio ingetoa ule ushahidi kabisa, sababu lazima iko na fingerprints. Na hata tujue ili shoka alikuja nalo ama lilikuwa la hapa nyumbani. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni kifaa kimoja ambao kingepelekea kabisa kuweza kujulishana nani huyu ambaye alitumia shoka hili na ni kwa nini. Kwa sababu hawa watu ninashangaa, kama ni mwizi basi alitaka kuiwaibia, angewaua na aibe kitu. Basi kama ni mtu alitaka kuwaua, sababu yake ni nini? Hiyo mambo kabisa iko kwa giza kabisa. Lakini hicho kifaa ambacho kimeweza kutolewa, na nafikiria labda vile kimekaa labda kabla ya siku hiyo, sababu kulikuwa na watu wengi, choo kilitumika, sijui kama bado kinaweza kuwa cha msaada wowote, lakini kinaweza kuwa upande moja labda kijaguzwa. Na pia vile walifanya investigation zao katika nyumba, hatujui kama itaelekeza hali ya kupata mwizi, lakini sisi tungetamani sana kujua huyu mtu ili hata tujue ni kwa nini hasa. Na baba yetu was very strong by the way. Alikuwa anaendesha hadi pikipiki at 90 years. He was very strong. Baba yangu hata hakuna mfanyikazi huko. Kazi zote za hii nyumba ni yeye anafanya. Kwa shamba ni yeye alikuwa anaenda. Yeye alikuwa anajifanyia kazi na mikono yake, hakuwa anasumbuana na watu.